So nitakwenda kusema series hii ya unabii. Naomba kama una kalamu na karatasi na kama panaweza kuwa na utulivu, please pana utulivu ili ya kwamba anayeandika aweze kuandika. Kuna nyingi ambazo mtaziona kwa macho yenu na zile ambazo Bwana ataweza kusikia maombi yetu then na aziepushie mbali kama hazipasi kuwa part of our nation katika jina la Yesu Kristo. Jambo la kwanza, andika. Taanza kusema unabii huu, tufanye hivi kwa kuwa muda, kwa sababu pia Jumapili kuna vitu vingi sana. Kuna jambo ambalo naliliona. Hiki ilikuwa ni kikao ambacho kilikuwa kimekaa na nikaona kitu mithili ya poda kimeshikwa na mmoja alionekana ni mkuu na msimamizi wa watu wengi sana. Na huyo mtu ambaye alikuwa ni kiongozi wa watu wengi alikuwa ameshika kile kitu mkononi mwake, na kilikuwa ni kikao. Kikao hiki hakikuwa kikao chema, kilikuwa ni kikao kilionekana ni cha wajumbe wa mamlaka ya nguvu za giza. So kikao hiki, huyo mtu alikuwa ameshika kitu mithili ya poda mkononi mwake, na alisikia amri kitolewa na kusema, karusheni huo unga juu ya anga lote la Dar es Salaam. Anzieni makanisani na hasa madhabahuni, mkilenga huduma kubwa zote za Mungu Tanzania na zinazowaongoza wengi kumfuata huyo bwana wao. Alisikia kimwita bwana wao, lakini hawakutaja jina kamili la Yesu Kristo. Kisha muingie serikalini, mkahakikishe kila huyo asimamaye madhabahuni ameivuta hewa hiyo iliyochangamana na unga huu. Sasa usikize kwa makini sana. Hawa ni wajumbe wa malango ya giza ambao, wale msiofahamu, panapokuwa kila mwisho wa mwaka huwa kuna vikao vinakaa kuzimu. Mamlaka zote za giza pia huwa zinatabia kufanya vikao, na wao huweza kutoa kalenda na ramani ya namna gani wataweza kutembea na kuendesha baadhi ya serikali, baadhi ya makanisa. Wanatuma pia wajumbe wao, maagenti wao, ambao wataweza kuprogram na kuweza kuamua mkoa fulani uende vipi, nchi fulani itembee kwa namna gani. Hao ni wale wanaitwa principalities. Ndani mwe kusikia kama hicho. Ni territorial spirit, ni roho ambao wanamiliki maeneo na mipaka yake. So hakuna mwaka wowote ambao umewahi kuingia siku zozote za usoni ambayo haikuwahi kuwa programmed both na malango ya kuzimu, lakini pia na watu wa Mungu. Kwa hiyo sasa hiki ni kikao ambacho nilikiona kimekaa, na mmoja aliyekuwa ni mkuu wao aliwaagiza waliokuwa chini yake waanze kupita katika mitaa Dar es Salaam na warushe ule unga katika anga la Dar es Salaam, ili ya kwamba waliokuwa targeted ndani ya kanisa na especially wanaosimama madhabahuni, watumishi wa Mungu, waweze kuvuta ile hewa. Na wakiweza kuivuta ile hewa, hawa wajumbe naliona wakiingia pia katika serikali, wakarusha pia the same thing. Naliona anga zima limetawaliwa na hewa iliyochangamana na ule unga ulioagizwa kuweza kurusha katika anga. Nao nisiwe kwa makini sana. So nikaona wale wajumbe wakitoka na kwenda. Nikauliza, hiki ni nini? Bwana akaniambia, hii ni roho ya ugonjwa mkubwa sana, na pia ni roho ya uzinzi ambayo imeachiliwa katika anga, ili kila huyo aivutaye pumzi ya anga hilo aweze kudhurika. Nikaona wale wajumbe wakienda na kurusha kile walichopewa mikononi mwao katika makanisa. Mara baada ya kurushwa ule unga, nikaona makanisa makubwa. Naliona baadhi hayo makanisa na niweza kufahamu majina yao. Na baadhi ya makanisa naliona katika eneo la Mwenge, Dar es Salaam. Nikaliona kanisa moja kubwa sana
eneo la Kawe, na nikaona baadhi ya makanisa ambayo sitaweza kuyataja, ule unga ukirushwa katikati ya makusanyiko makubwa ya watu wengi. Na wakati ule unga umerushwa, naliamini ya kwamba ungeliweza kwenda direct kwa watu, lakini naliona ukianzia kwa yule anayesimama juu ya madhabahu. Baadhi ya madhabahu naliona watumishi wa Mungu waliokuwa wanampenda Mungu, ule unga haukuweza kuwakamata wala kuwadhuru. Nikana kwamba walikuwa wanavuta pumzi wakitumia anga jingine tofauti kabisa na anga lile ambalo ipumzi ama huo unga ulikuwa umerushwa. Lakini kwa baadhi ya makanisa, kwa bahati mbaya sana ilikuwa ni makubwa, naliona ule unga ukiwaingia watumishi hawa wakubwa, waliweza kuvuta ile hewa ya ile atmosphere. Nikaona the same spirit imewaingia, na nikaona watumishi wakubwa wakikimbizwa katika hospitali maarufu hapa Tanzania, na wengine walipelekwa katika hospitali nje ya Tanzania, na nikana kwamba ugonjwa ambao ulikuwa haueleweki, kumbuka statement, lakini umespread kwa njia ya hewa. Na nikaona baadhi wakishuhudia jambo ambalo hawalielewi kabisa katika maisha yao, lakini pia kwa sababu hiyo hewa ilikuwa na assignment mbili, habari ya ugonjwa namba moja, lakini namba mbili, habari ya roho ambayo itatesa watumishi to a point ambayo itashindikana kuficha kinachowasibu. Mark my words.